Mimi sielewi hawa watu wa county wanataka nini. Nafahamu. Hii niliapply hiyo change of view. Wakati wakashika mimi wakazuia kazi yangu, nikaenda wakapatia mimi barua. Akasema letea hizi vitu hizi. Nikapelekea hao wote hiyo. Akasema wewe huna change of views. Nikauliza yule ofisa, nani atatengenezea mimi change of views? Akasema mimi nitatengenezea. Nikasema haya, tengeneza pesa ngapi? Pesa kadhaa, 100,000. Haya, fanya. Akaandika hii barua nini kitabu akapatia mimi. Na mimi nilikuwa nafikiri hii ni change of user. Mimi sikujua kama hii hapana change of user. Kumbe hii nikaenda jua application of the change of user hiyo. Na leo mwaka 1.5 ishakuwa hiyo. Nadhulumika tu. Sasa hatuelewi iko nini. Sasa sielewi nini naendelea. Hata saa hii nimetoka kwa deputy governor, nimeendeleza hii maneno hii yote hiyo. Deputy governor akapigia yule tena ameandikia mimi barua nyingine asema ndani ya 90 days wewe hii ardhi vile alikuwako regesha hivyo. We all know that this is a seafront site, and from an ecosystem perspective it is a very delicate site, and some of the matters that were of concerns to us, was it going to interfere with the ecosystem? We know they are like sea habitats and species that rely on the coral fabric, and here the coral fabric was being excavated. That already raised some concerns, but even of more concern was the fact that when you look at the scale of this project, it looks at a situation where the proponent comes up with a 60+ unit development. And for us, one of the things we needed to know, can that weight and intensity of development be supported by such a delicate site? And lastly, being a seafront site, the issue of public interest comes in. It is our duty to ensure, as investors develop seafronts, access to these waterfronts and their utilization is not affected.